kutumia hiyo. Wajibu wa kila Mkristo katika ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, nikumbushe jambo hili ya kwamba kila Mkristo ana wajibu katika ufalme wa Mungu kwa mujibu wa neno la Mungu. Yesu anasema katika Injili ya Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 16, anasema maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake akaweka kwao mali zake, mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Anaambiwa mimi ninaondoka, ninasafiri, akuachia hii mali yangu talanta 5. Na mwingine anaambiwa anaachua talanta 2, na mwingine anaachua talanta 1. Biblia inasema kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kuna uwezo fulani ambao Mungu ameuweka ndani yake. Kila muumini, kila Mkristo kuna kitu ambacho Kristo Yesu amekiweka ndani yako. Na Mungu anataka ukifanyie kazi wakati ukiwepo hapa duniani kabla Bwana Yesu hajarudi. Maana ni kweli ya kwamba tunamngoja Yesu, wakati wote atarudi. Tunasubiri wakati wote kumlaki mawinguni. Lakini hata kama sio kwa kumlaki mawinguni, wakati wote ninaweza nikaondoka mimi duniani na nitasimama mbele za Bwana. Na yeye ataniuliza, Baba, nimekupa neema ya wokovu, nilikupa neema ya kunijua mimi. Maana Biblia inasema tumeokolewa kwa neema, wala sio kwa matendo yetu, wala sio kwa jitihada yetu, lakini ni kwa neema ya Bwana. Yeye akatuchagua. Yesu amekuchagua kwa neema yake. Najua Bwana, mimi nilivyokucheki, Bwana wewe ni mtu mgumu. Unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Sasa nikakuogopa. Nilichofanya Bwana, nilienda nikaichimbia ile talanta yako kwenye udongo, na niliposikia umekuja nimeichukua, nimeifukua inakaa kutukutu kidogo, lakini Bwana nakurudishia hiyo ya kwako. Majibu ya Bwana mwenye mali anasema, mtumwa mbovu tunza pale. Baada ya muda yule bwana mwenye mali anakuja, anasema, jamani, watumishi wangu, watumwa wangu, njoni. Ninaamini sisi wote tunakubaliana kwamba sisi ni watumwa wa Kristo. Hakuna hata mmoja anayebishi katika hili. Kama kweli umeokoka, wewe ni mtumwa, ni mtumishi wa Kristo. Lakini swali ni kwamba unatumika wapi? Unatumika vipi? Maana anataka, yeye hakufurahishwa na mtumwa mlegevu na mvivu, ilimkasirisha sana. Anasema mtumwa mbovu na mlegevu hapendezi na mlegevu katika huduma na utumishi wake. Kwa taaluma yako, kwa elimu yako, kwa mtaji wako. Na ndio maana hapa tunafundisha jambo moja pia. Kuna changamoto moja kwamba kuna watu ambao anaona kama huduma yake ni ndogo, anajinyanyapaa mwenyewe. Anasema, mama, sisi acha wafanye waliobarikiwa. Na kuna jambo hajioni kama ni sehemu, hata nikikosa hamna shida. Kuna watu wanajinyanyapaa namna hiyo. Inafika mahali yeye mwenyewe anaidharau ile huduma au kile kipawa ambacho Bwana amekiweka ndani yake. Hilo ni chukizo kwa Bwana. Kujinyanyapaa, kujidharau mwenyewe, kujiona hufai, ni chukizo mbele za Bwana. Manake ni kama unamuona hafai yule aliyewekeza kile ambacho kimo ndani yake. Ndio changamoto mama nyingi nimeiona. Kwa watu yuko ndani ya kanisa, hawezi kufanya lolote, hawezi kushughulika na lolote. Kila jambo anasema wapo watafanya. Mungu anataka na hata ile sehemu yako ile ndogo ambayo unayo, anahitaji mchango wako, huduma yako, hata kidogo. Aone kile kidogo ambacho amekiweka ndani yako unakitumia katika kiwango chake cha mwisho. Amen. Amen, wapendwa. Lakini wako pia ambao Mungu amejalia neema kubwa. Kuna kwa mfano anasema kuna neema kubwa na neema ndogo. Basi tunasema kuna vipawa tofauti. Mwingine pia amejaliwa kipawa kikubwa, lakini anajaribu kujilinganisha na huyu mdogo. Fanya kwa kadiri neema ya Mungu inavyokujalia. Fanya kadiri ulivyojaliwa. Na kuna wengine utakuta kila mahali yupo. Kuna wengine kwenye kwaya yupo, mshemasi, dada wanawake yupo. Una matalanta mengi wewe. Zitumie zote. Maana wewe unajua ni nani aliyekuita, ni nani aliyeweka huduma na vipawa hivyo. Wewe shughulika. Maana Mungu amekujalia neema hiyo, fanya. Huyo utakuta ni mwanakwaya, atakuja na kudeki huku, huyo atafanya na nini, ataongoza na sifa na kuabudu yuko. Na kuna mwingine mahali fulani amekaa tu kabisa, anasema ni mshirika wa kawaida. Kumbe kuna uhalali wa mtu kutupwa nje. Maana kama anajua ninapaswa kama mtoto wa Mungu kutumika na akaamua kuacha kutumika, Biblia inasema kwake inahesabiwa katika ufalme wa Mungu, anahesabiwa ni dhambi. Paulo katika kitabu cha Warumi anasema, ile Warumi 14 mstari wa 12, anasema kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Au anakumbusha
kanisa la Mungu.